Ni gatho cia mwanya muno mwiroreri wa Kiheo TV ni ndwa gutuikara ikuhi ari Friday ya mbere ya mweri uyu wa gatatu ni mohoro ma Kiheo kabiru na njira ndaya toria tukuhariririe ndire wika no ithe turateithania na memereke na njira ya ciko etagwo Naomi Mathu njitagwo Francis Wairura. Ginyagia riu thirikari ni hotete gukorwo ihianite makiria maifadi kuri andu milioni 1.7. Ndomiriri ino ithite na mbere na gukorwo ihianitwo ni mwandiki mukaru thiini wa ministry ya maundu megi migration na niwe ndagitari Belio Kipsang. O Kipsang no athite na mbere na kura kiuga ati thirikari iri na muoroto wa gutigirira ati andu othe aria matari na ifadi ni mathie na mbere na gukorwo megwateire. Ndomiriri ino yukite oriri bururi uri haririria hari ithurano cia mwaka wa 2027 kuna ati mundu ndangiheo kura atambite gukorwo na gifadi. We are all aware vetting was quite a discriminatory process of issuing documents, and therefore the president ceased the vetting, and when that was ceased, then we developed new guidelines where the chiefs now we became the primary people to identify those who would be able to be issued with our critical documents. So we are here essentially to be able to bring the chiefs to speed, be able to make them appreciate the guidelines and build confidence on them that as they do this exercise, that they are doing what is expected of them. The other thing that we have been doing across the country is what we are calling mobile registration and generally enhanced registration across the country. This efficiency has made it easy for Kenyans to acquire these critical documents. In this financial year, since the beginning of the year up to the month of February, we've registered more than almost 1.7 million Kenyans within that time. And we continue to register. We believe that by the end of this financial year, we should be able to achieve a target of up to 3 million Kenyans in getting IDs. We've also been focusing on hard-to-reach counties, mainly those counties which were affected by vetting. There are 15 of these counties. From Tuesday after Easter, we shall be in Isiolo, Marsabit and Samburu, because these are counties which for a very long time they were exposed and disadvantaged, and we would want to bring them to speed with other parts of the country. Na tugitigana na icio riu tucuke ginyagia kuria kaunti-ini ya Samburu. Arumiriri na atongoria hamwe na muingi wa kaunti ya Samburu no thite na mbere no korwo ikumithia kwagagio kwa governor wa kaunti iyo na niwe Lati Leleti ni abunge kana ni atongoria agikaro gia Senate. Kuringana na aikari ya kaunti ya Samburu riu marathi na mbere no korwo makiuga ati ni kwagirwo gitio. Turonire senator kana turonire governor Leleti agithi na mbere na gukorwo akihanyukio niguo akorwo agicokia ciuria mbere ya kamiti ya Senate. Kama jamii ya Waso tunasikia mbaya sana ile kazi Senate ilifanya. Walifanya kazi nyingine ya utoto, kazi nyingine ya ujinga. Na huyo Sifuna sisi hatukatai Senate ifanye kazi yake kwa njia ambayo inafaa, kwa sababu Senate na hata huyo Amason Kingi ana ruhusa kabisa ya kupeana amri governor ashikwe ni kama ni polisi. Sasa senator ya kaunti nyingine iko rusakani ya kukuja kushika governor ya Samburu kama yeye ndio polisi. Iko polisi, iko Kenya, iko jeshi, iko kila department ya polisi. Hawa ni watu ya siasa. Hakuna mtu mmoja kutoka hawa watu ya siasa na kuja kushika mwingine. Lati Leleti amefanya kusikia hiyo maneno, kuitikia na kuja kutoa statement yake. Senate imekuwa corrupt kwa sababu kama ingekuwa corrupt angeongoja governor aende afike huko na aende adurie Kenya alikuwa ameitwa huko, si kuja kumarrest kwa sababu Lati ni mwanaume. Lati ni mwanaume, na kama jana si serikali aliheshimu jana, tujui nini ingetokea kwa hiyo Senate. I didn't given kitu kama inaweza fanyika. All Sifuna mtu anatutegemea sisi kama vijana, anaweza kwenda kuintimidate governor msima mwenye amechaguliwa na votes ya kaunti yetu. That's very bad. That is very bad. As youth
tuko nyuma ya Lati, tuko nyuma ya huyo mzee. Hata umuintimidate aje, he is our governor and we will stand with him. Come rain, come sunshine. Naongo amefanywa na Lelegwe. Kama ni mwanaume ungekuwa jana hapo, ungeona fita ya Lati, ungeona jana fule Lati angekufanya kama ni mwanaume. Kama jana mwanaume mwenye unafaitia Samburu, ungeona jana fule Lati angekufanya. Na kama umefanya kitu kwa Samburu, ungesema jana. Kwa sababu hujaifanya kitu kwa Samburu, hakuna kitu unaweza simama hapo kusema. Unaweza abisha gavana wetu, umeabisha Lati, umeabisha MK, saizi unaweza abisha kila mtu. Na kuokoge ni ati arutani a junior secondary na aria makoragwo kaunti-ini ya Isiolo ni mathiete na mbere na gukorwo magiukirira na njira nene kamiti ya kumandika wira ya TSC makiuga ati meyagite gukorwo ikirumbuyania na mabataro mao kuringana na arutani aya rumuigite kiambiriria gia tamu twerekeire riria ruto makorwo makihingura thukuru ni magakorwo makiiga mirothi gatagati ka maundu maria marenda makorwo magikinyanirio ni uhoro wigi gukorwo makiandikwo mawira ma gutura. We have gathered here today as teachers of this county to voice our frustrations and dissatisfaction on the irregularities that our employer TSC has perpetrated on our colleagues who are serving in internship. One, I want to remind TSC that on 17th April 2024, Judge Brian Ongaya of the Employment and Relations, Labor Relations Court pronounced himself that internship is illegal, unconstitutional, discriminatory, and exploitative. There was an appeal which was made at the Court of Appeal of Kenya, but the Court of Appeal again upheld Ongaya's ruling, and they added other terms, legal terms, to that ruling that internship is illegal, null and void. So at this point and moment, we have gathered here to remind TSC that we are in the budget making period. Let them ensure that the money for confirming the 44,000 intern teachers is well captured in the constitution. Otherwise, very to that, come second term, our intern teachers will not report back to their stations. We have this big animal called autonomy. We demand full autonomy, and when we talk about full autonomy, we want to have autonomy in administration. That is, we need to have a well-structured administration levels, starting from the principal, deputy principal, senior teacher, and the classroom teacher, just like any other institution. Number two, we also need our principals to be given the role and freedom to appoint their staff, to manage their resources, and also to make a decision without undue bureaucracies. Na kuma kaunti-ini ya Isiolo tuthie nginyagia kaunti-ini ya Kwale. Kumana na kuongerereka kwa ũnyui ũndũ ũmwe na ũrugi na wendia wa njohi cia ibango, rĩu thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere na ũkorwo ĩkĩũrio ĩkorwo ĩgĩka mĩtũkĩ harĩ gũtigĩrĩra atĩ ũhoro wĩgiĩ wendia ũyũ na biacara ĩno nĩ yakorwo ĩkĩhotoma kaimana. Oho kũrerĩkana atĩ kũringana na mũikarĩri gĩtĩ ũrĩa ũkoragwo akĩrũmbũyania na maũndũ megiĩ mĩkawa mwena wa Kwale, aroiga atĩ kũrĩ na mũthutũkanio ona gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ kũhũrana na njohi cia ibango, kuona atĩ endia aingĩ matirakorwo makĩoerwo ikinya rĩa kĩwatho. Watu wa revenue wawaje kuandika invoice until baa zimefanyiwa inspection na tumejua ni baa gani ambayo imequalify na ni gani ambayo ita qualify. Lakini wao wameenda, hata last year walienda as far as kuchukua pesa kwa watu ambao wanauza jang'aa. Sasa jang'aa imekuwa pombe mbovu, imekuwa nyingi sana Kwale, kwa sababu mtu anafungua baa anaanza kuuza jang'aa na pombe zingine ambapo sisi wenyewe kama board hatujaidhinisha. Na thutha wa kwamũkĩra riboti ĩyo tũramba gũikiria nĩ tũracokereria.
Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ugikona woni wigie tabarira cito ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email itu niyo info@kiheotv.co.ke. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na wigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super High kurigania na TRM kana utuhurire thimu kugerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi, electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo njoo na mi twende Kemuma. Vitu ni fresh, mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi njoo na mi twende Kemuma Engineering System. Kwa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Are you ready? Because it's games time. Ni hede ya mathako. Timu yaku iria wendete muno ni iriku? Cemanagia na athaki aria nguthi na aria mari iheo. Ukireherwo ni Anko G na Esther Shiko, athaki njorua akiri ndumo ya iharo-ini. Tabarira Joshua irio riguaga maundu onawe ugakena. Nyitanagira na ithuĩ o muthenya wa Jumamothi thaa 7 nginyagia thaa 9 thĩinĩ wa tabarira ya ndumo ya iharo-ini gũkũ gwa Kiheo TV, kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Naam, karibu ni twacokereria na maita maingi andu ni mathiaga na mbere
na gukuroma kiagithio thayo ni kihera kiria gikoragwo gikiumana na uhoro wigi kununga kanwa. Mwandĩkĩtwo wa mohoro na no gwĩtwo Maureen ni atuharĩrie riboti ya mwanya ĩgiĩ uhoro wigi mũrimũ kana kununga gwa kanwa. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ riboti ĩrĩa ngũkorwo gĩgũtiga nayo, no ĩndĩ ĩkĩhanda wega thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ nĩ ngũcokereria handũ ha Wairimũ wa Wanjirũ nĩ ũndũ wa mohoro ma kĩheo kabirũ ma thaa ĩmwe ndiuma wika tumana memereke na njĩra yacio kwĩtagwo na Mimathu handũ-inĩ ha timu yothe ĩrĩa yakorwo ĩgĩtigĩrĩra atĩ mohoro ma nĩ magũkinyĩra na njĩra ĩgwete. Asante sana. Niĩ njĩtagwo Francis Wairũra. Mwiroreri umuthi hari githomo gitu kia mirimu na urigiti tuguthoma megie kwigiriria kwaga kununga kanwa. Hihi uri wacemania na mundu uranunga kanwa riria mwageithania? Ni njerete thibitarĩ-inĩ wa Mama Lucy Kibaki ni gucemania na ndagĩtarĩ wa magego Mwende Kamudi. Kwa majina naitwa Dr. Mwendwa Kamundi. Mimi ni daktari katika hospitali ya Mama Lucy Kibaki huku eneo la Embakasi, na mimi ni daktari ambaye huhudumia wagonjwa walio na shida ya meno. Ugonjwa wa halitosis ni kupata mgonjwa ako na harufu mbaya kutoka kwa mdomo, na ugonjwa huo sana sana huonekana kwa watu ambao hawana hali mzuri ya usafi kwenye mdomo yao. Ege maya gwiciria aria manungaga kanwa ni kwaga gwithamba magego, no hari na itumi ingi iria ikoragwo igicungireria mundu kununga kanwa gake. Sababishwa na magonjwa tofauti kwenye mdomo. Kuna magonjwa kama vile ugonjwa wa fizi ama gum disease inaitwa periodontal disease. Hiyo inasababisha hali ya halitosis na harufu mbaya kwa sababu ya bakteria ambazo zimejificha kwenye mdomo zikitoa hiyo harufu. Sababu ingine ni ile ugonjwa ya mashimo kwenye meno ama dental caries ama cavities. Hiyo ugonjwa ni ile yenye shimo inatokea kwenye jino na imesababishwa na bakteria ambazo zimekaa kwenye jino kwa muda mrefu bila kuondolewa pamoja na chakula, na ambapo zinakaa kwa muda mrefu zinaanza kuform some acids. Hizo acids zinachoma jino na zinafanya kukue sasa na hiyo cavity ama shimo kwenye meno. Chakula ikiingia kwenye hilo shimo, hapo ndio unapata harufu mbaya. Shida ingine ambayo inaweza leta hali ya halitosis ama harufu mbaya kwa mdomo ni shida ya throat ENT infections. Throat infections commonly kwa sababu mdomo ndio chanzo cha the digestive tract ama eneo la kukula, na ambapo kuna shida yenye inapitia kwa throat ama hata kwenye tumbo. Saa ingine harufu mbaya kutoka kwenye throat na kwenye tumbo na inahisiwa na watu wengine. Andũ amwe o ta mũtugo nĩ methambaga magego kĩroko na hwaĩ-inĩ, no kĩhera kĩũru gĩtĩtigaga kuma kanua-inĩ. Hihi gĩtũmi nĩ kĩĩ? Kubrush sio sana sana shida kubwa. Kubrush ni how effective, uzuri wa hiyo kubrush, venye anabrush kwa utaratibu upi, anahakikisha ameguza area zote ama eneo zote za mdomo, na pia kama anahakikisha ametumia mswaki wake vizuri na dawa vizuri ili hiyo uchafu iweze kudondolewa kutoka kabisa. Pia wakati ambapo mtu anabrush umata, ukisugua meno asubuhi, si kabla ya kukula kiamsha kinywa, bali ni baadaye. Ndio hiyo chakula yenye imekuwa imelalia jino kwa muda mrefu iweze kuondolewa, isikae hapo kwa muda mrefu, iondolewe. Pia usiku wakati mtu anapiga mswaki, kwa sababu tunasema angalau mara 2 kwa siku. Ukipiga mswaki jioni ni baada ya kukula chakula cha jioni, na ambapo umepiga hiyo mswaki unahakikisha haukuli kitu kingine. So labda maji
kwa sababu chakula kingine chochote kitaacha food debris ama kitu kwenye meno. Dagitari, hihi aya manugaga kanwa hihi ni makoragwo makimenya? Dalili za halitosis sana sana ningesema ni wenzako kukuangalia na kutend kushy off, kukuongelesha kwa ukaribu. Yeah, kwa sababu kuna harufu mbaya. Saa zingine utapata wewe mwenyewe uko na kitu kama bleeding gums ama meno yako inatingika huko ndani kwenye mdomo. Ugonjwa huo ni ule wa gum disease ama periodontitis, na huo ugonjwa unasababisha sasa harufu ikue hapo kwa mdomo. Kitu ingine yenye sikutaja hapo awali ni maugonjwa za tumors or surgical problems. Zinaweza kuwa zinasababisha pia hiyo hali mbaya, harufu mbaya kwa mdomo. Labda uko na kakidonda kwa mdomo uko ndani, so unaweza pata hiyo kidonda haiponi haraka, unashangaa imekaa kwa muda mrefu, alafu inakuwa kubwa, inakuwa ngumu kuosha hilo eneo. So harufu mbaya inaweza kutokea hapo. But sana sana ile dalili watu hujua, ni wenzao wanakuambia hapa harufu ni mbaya, ama unaona unakaribia mtu unajaribu kumuongelesha yeye anaondoa sura ama anaenda nyuma kidogo. Aige maya gwiciria mundu afatie kuna dagitari wa magego riria igego riake riratura, no hari bata mundu ukoragwo agicerera dagitari wake maita maige uria kwahoteka. Daktari wa meno tunasema ni vizuri mtuone angalau mara 2 kwa mwaka, after every 6 months. Na pia tunakaribisha watu wote, including watoto wadogo. Watoto wakianza kupata meno yao kupita miezi 5 hivi, miezi 6, wanahitaji kuoshwa meno, na ni vizuri mzazi alete mtoto kwa hospitali tumwangalilie hiyo meno ya huyo mtoto vile inavyoendelea, na kama ina grow, ina progress in the right way. Yeah. Wewe ukorwa ni ria yuria hihi nao aria magego mao maumite kana magakurika, hihi mundu ucio afatie gwika atia ni gutigira magego make kana kanwa gake ni gathira? Ningesema kila mtu anaweza pata harufu mbaya kwa mdomo. Sana sana wenye wako na hizo maugonjwa nimetaja wanaweza pata, lakini pia mtu ambaye hajakuwa akitia manani usafi wa mdomo, hao ndio sana sana huenda wakapata hiyo shida ya halitosis. Na leo reke tumenye uria mundu afatie gwithamba magego make na mutaratara wa kurumirira. Halitosis inaweza zuiwa kwa usafi wa meno vile tumesema, kukuja kumuona daktari angalau mara 2 kwa mwaka. Saa zingine pia watu wanapata harufu mbaya kwa mdomo kwa njaa. So mtu akiwa umepata ako na njaa kwa muda mrefu ama amenyamaza kwa muda mrefu, harufu kwa mdomo huenda ikaharibika. So kukunywa maji na kukula chakula vizuri, afya mzuri, kukunywa maji kwa wingi, na pia saa zingine tuna encourage sugarless gum, kustimulate saa yenye haukuli chakula angalau ustimulate mate izunguke kwa mdomo, ndio hiyo harufu. So ile kitu ningeambia mtazamaji afanye ni atie umanani usafi wa meno, akuje kwa daktari wa meno kila miezi 6 angalau, tuweze kumuoshea na kuangalia kama kuna tundu ama shimo linaanza kutokea kwa jino, tunalitengeneza mapema. Kama fizi afya yake sio mzuri, tunaweza kumuoshea na tumtengeneze hilo fizi. Kama kuna shida ya vidonda ama throat zenye zimekuwa zikimsumbua mtu kwa muda mrefu, pia hiyo. Kitu kingine tuta encourage mtazamaji ni other than kupiga mswaki, unaweza tumia mouthwash
na ambapo hauna mouthwash, unaweza tumia maji warm ya chumvi kurinse mdomo baada ya kupiga mswaki, na kutumia pia dental floss, ile kamba ndio iweze kusafisha meno katikati. Jaka gukurika kwa magego kwa gwithamba ni mamwe mama undu maria maracungireria mundu kunuga kanua. No ungicerera ndagitari wa magego no uhote kurigiteka. Mwirori hau no tuko tugitirihira tabera itu ya muthenya wa umuthi. Ni undu wa tabarire no na ingi tonakorwo nacio no korogecera mwena wa YouTube Kiheo TV mirimu na urigiti. Uthome makiria. Jitagwo Maureen Wanjiru.